Ogikeire bororo oburaibu county ya Nairobi asainekire bunanige bikorwa by'obusali bigendete kwenekiwa emeye county yo amatuko abwangoiga nigo aberega kweneke buna obusali obo bwa iriremeri asaborire serikali ye county ya Nairobi koimokya egetambukero ukwana negetaseni gensoko TV mubasorero ngigi nigo atebire emiroberio bose nigateire emiroberio nigebwente kwenekya koimokirwa elio abamenyi be county ga bachikomenya sinchirerengia. Swala hili la usalama ni gavana mwenyewe ambayo ameweza kuileta. Unakuta ya kwamba siku ile kulikuwa na maandamano ya Gen Z tarehe Juni tarehe 25. Yeye ndio alileta wale goons hapa Nairobi na akawapea ile kipaumbele ya kuenda kuibia watu, kuvunja biashara za wengine na kuleta issues za usalama hapa Nairobi. Unakuta ya kwamba vile aliwapa nguvu badala ya kuwapa kazi pale katika county, aendelee kuongeza mambo ya ajira ya vijana hapa mjini Nairobi, akaleta wale goons ambao wengine ni wahalifu, wakakuja wakaibia watu masimu, wakavunja duka za wenyewe badala ya kuongeza uchumi ama kuimarisha uchumi hapa Nairobi. Akaweza kuleta wale ambao wameleta uhalifu. Unakuta ya kwamba usalama si ati haikukua hapa Nairobi, lakini kuna ongezeko la zile kesi za usalama. Nasema ya kwamba county government na national government iweze kuungana kushika hao wahalifu kwa kuwa hapa Nairobi kuna polisi wengi, wengine wanavaa plain clothes, wengine wako na uniform na wanatembea hapa Nairobi kila wakati unawakuta, lakini kukiwa na uhalifu unakuta ya kwamba polisi na county government wameshindwa kutatua kesi hii ya usalama hapa Nairobi. Katika katiba yetu ya Kenya unakuta ya kwamba kipengele ile cha 29 kila mwananchi anapata nafasi ya kupewa usalama na serikali yetu ya Kenya. Lakini issue hii ya usalama inaendelea kuzorota hapa Nairobi na kila Mkenya anapaswa kukuwa protected katika ile katiba. Kuta ya kwamba kulingana na mswada wa fedha ambao ulitokea pale mwaka huu na mwaka uliopita, sisi ambao ni vijana wa vizazi kipya tuliweza kuchipuka na tumesema ya kwamba hatufanyi kazi na serikali kwa sababu serikali hii haiangalii mwananchi wa kawaida. Tunakuta mambo ya SHA, hakuna healthcare mzuri, ama watu wakienda hospitalini hawana dawa, hawapati matibabu, tunapata shule hakuna pesa. So tunasema ya kwamba hatuwezi fanya kazi na serikali hii. So unakuta ya kwamba vijana wako na mawazo mapya, ni kizazi kipya, tuko na vision na tuko na ile innovation. Tunaweza hata create employment among ourselves. Kuna ministry kama ya creative arts. Unakuta Kenya imetambulika ulimwengu mzima katika mambo kama ya innovation ama kukuja na mambo na teknolojia mpya kama ile ya M-Pesa. Kuna vitu mingi sana ambavyo vijana wameweza kufanya innovation na kulingana na ile statistics tunaweza kuona ya kwamba tukipatia vijana serikali hii tutaweza kuleta mabadiliko mengi zaidi kuliko ile tunaona katika nchi yetu ya Kenya.